hapo ndio nilisikia mambo ya Katelevo, tukazungumza na hawa na DC alikuwa anaitwa Ogongo, tukawabebeleza wakarudi. Mimi sitaki kusema mengi kwa sababu mimi nazungumzaga once a week, mwisho ya wiki. Na sasa unajua wiki iko katikati. Sasa nikizungumza sasa sitakuwa na ya kusema. Na Bishop amesema tusiongee siasa. Sisi hatuongeagi siasa. Sisi tunaongeaga ukweli. Na ukweli lazima kufanya nini? Kwa sababu we have a responsibility ourselves as the church to stand for the people of Kenya. Parliament has been captured. The opposition has been compromised. There is nobody remaining to speak for the people of Kenya unless the Church of Christ does so. Kwa hivyo, wachungaji wetu, you have to step in that role because nature abhors vacuum. Na ndio mumeona saa ile mlinyamaza watoto wetu ya Gen Z wakaongea. Kwa sababu nature abhors vacuum. Somebody must speak. So when opposition walinunuliwa na Ruto, bunge wakakuwa compromise, kanisa ikanyamaza kidogo, watoto wetu wa Gen Z wakajitokeza wakaongea na wakauawa. Na hii shida yote unaona Kenya ni kwa sababu ya kumwaga damu ya watoto. Hata mkoloni, the British colonialists alikuwa pale kwetu kwa mlima. Brutal as the colonialist was, he never went for the children. Aliwachana na wamama na watoto. So tumepata utawala unapigana na watoto wadogo. Watoto wakiandika vitu hapa kwa mtandao, wanashikwa, wanatekwa nyara, wanauawa. Umeona watoto pale Butere wametoa mchezo ya kuigiza. Hata wakati wa Moi kulikuwa ridiculous. Moi never took any action. Si ilikuwa inaitwa ridiculous. They were enjoying because it is satire. It's a mirror of society. And Moi never took any action against ridiculous. Kibaki alikuwa pale, kulikuwa na some caricatures wanamuonesha vile anaongeanga. Kibaki anaendelea na kazi. So hii maneno ya kuumiza watoto ni mambo inatushangaza sana. Sana sana. Na umeona nimesema Southern pale Sudan, dhahabu inaletwa Kenya, bunduki inanunuliwa hapa, inapelekwa huko, inaua watoto na kina mama. So the church, you must speak for us. Because if you don't, other people will come up to speak. Na watauawa. Na kwa sababu nyinyi hamwezi uawa, sasa nyinyi muongee. Si ndio? Wanaweza ua hii watu ya kanisa. Lakini juzi wametuma watu kanisani kuua sisi ndani kwa PCA. Hapo Mwiki. Na unajua hii watu ni wajeuri, wanadharau watu ya kanisa sana. Saa ile wametuma watu kanisani to discredit the altar inside the church. Ati ndio kanisa ya PCA itulie. Kwa vile wanadharau wachungaji, huyu Sudi amepatiwa milioni 2 peleka kanisani hii watu watulie. Ni madharau si madharau? Let us respect the church and let us honor the altar. Hata kama ni nini, hakuna haja ya kutuma wahuni ndani ya kanisa. Tuheshimu kanisa kwa sababu even in all difficult times, watu wakipata shida wanapotelea ndani ya nini? Kanisa. So let us respect the church. Nikimalizia, Bishop ameuliza about how does a nation get developed. A nation gets developed when the leader of that nation puts the national interest ahead of commercial interest. That is the answer. Uongoze Kenya, hapana weka biashara kwake. Kidu ukiweka biashara tunakwama. We have a responsibility, Bishop, also to give hope to our people. Kama viongozi, tukiwa kanisani. Watu ya payslip, simu mambo yenu imeharibika. The payslip has been raided.
Tuliambiwa tutaweka pesa mfukoni, ile kidogo ilikuwekwa ikafanya nini? SHA inafanya kazi ama haifanyi? Watoto wa university wanasoma ama wamekuwa nyumbani? So if we are here in Katelembo, ni jukumu letu tukiwa nao viongozi to give hope to our people. Tumesikiza Wakenya wanasema tupangane, tutafute serikali mpya mzuri ya kusaidia Kenya. Na hiyo tunafanya. Na huyu kiongozi wenu Kalonzo Musyoka, huyu Eugene Wamalwa, George Natembea, Fred Matiang'i, Rigiji yako hapo jikoni ndio na chora maneno. And I want to assure the people of Kenya, we have a formula to give you good leadership. And your son Kalonzo Musyoka is a serious player in that negotiation. Na I want to assure nyinyi watu ya Ukambani, huyu kiongozi wenu na nyinyi tutalegesha heshima yenu kama jamii. Mumetharauliwa miaka mingi sana, si ndio? Si mumetharauliwa sana? Sasa tumeshikana. So watu hapa ni Mount Kenya South na sisi pale, watu ya jamii ya Mlembe wako hapa, Wamaa wako pale, Wakisii wako pale. Wanajaribu kutuunganisha ati vile tunaweza kosana mapema. Sisi si wajinga. Hakuna hatuwezi kosana. Kwani sisi ni wajinga? Tutakaa namna hiyo hatusemi kitu, tutaongea huko December 2026 tusema ni nani. Kwa sababu tukisema saa hii watatukoroga, si ndio? But I want to assure you the people of Ukambani, we as leaders are patriotic and will do the right thing. And will put our selfish interests aside for the benefit of the people of this great country. Netwa iguitha ni andu aikamba. Tuwe hamwe. Tuwe hamwe. Tutafute musumbi. Akarie kivela. Hau niho muri. So nyinyi msijali, mutulie. Jenzi muko? Mujiandikisha vitambulisho. Na mchukue kura. Mambo yenu si mbaya. Na mutulie tu, don't worry. It's only 2 years. Wacha tu keti tu. Mambo itakuwa sawa. I want to assure you we are responsible. And we must sort out this country. And none of us can be responsible to break the unity of our team so that we deliver this country. Na huyu Wavinya mumsaidie. Mtamsaidia huyu Wavinya? Najua huyu Wavinya tulipewa na yeye kasi ya pale Mavoko. Tukaambiwa tuende tusota watu hapo. Tukaanza kufanya kazi na yeye vizuri, tukiamini. Tukaketi na yeye, wale scooters, how do we settle them, nini. Siku moja, tractor imetumwa imemolea kila mtu. Yeye akiuliza anaambiwa uliza Rigiji, na mimi hata sijui. Sasa huyu Wavinya alikuwa hata hataki kuniongelesha, alikuwa anaona kama mimi ni mtu mbaya. Baadaye amejua amegongwa na mimi nimegongwa. So Wavinya pole. I know how bad you felt when our people were evicted pale Mavoko. You know who called us. Utaambia hiyo Wakamba saa ile mimi nimeondoka. But it's okay. Mungu wako. And Senator Kavindu, huyu mama mlichagua, nashukuru nyinyi kwa kura yenu. Alipewa shilingi 10,000 anifukuze, akasema hataki, ni mama wa nguvu. Ni mama wa nguvu. So thank you very much. Askofu family, we are very much together. Watu ya Masaku tuko pamoja na sisi ni marafiki wenu. Na sisi tunataka urafiki wetu udumu miaka na miaka. Thank you very much. May God bless you.